Bado tuko na Vodacom Vibe kama lote kwa watu ambao bado hawajajiunga kwenye Vibe na ni vijana, kwa sababu Vibe inahusu vijana ambao wako chini ya miaka 28. Umuhimu ama urahisi wa watu wanaotumia Vibe ni mmoja tu, kwa sababu ukishaingia katika familia ya Vibe kwanza una miamala 4 kutoka Vodacom kwenda Vodacom kutuma pesa kwa mwezi mzima bila makato. Yani ukituma $100 unatuma $100, lakini pia unapata michongo yote kwa sababu connection ziko Vodacom kwa watu wa Vibe. Lakini cha tatu kikubwa sana, mtu wa Vibe na Vibe una uwezo wa kutumiana message na kuchat. Zaidi ya zile bando ambazo unaweza ukazipata kupitia familia ya Vibe, ukishakuwa mwana Vibe unakuwa na Vibe wakati wote, na feedback kazi yetu kubwa ni kufikishia Vibe ambao unaipata kila siku ya Jumatatu na Ijumaa. Langu jina mimi ni PG Kweka, na washukuru sana CRDB Bank Foundation ambao bado wanaendelea kugusa maisha ya vijana ambao wao wakijikokota wakiwa na biashara, lakini pia wakiwa wanaweza kuanzia pale ambapo wameanza kwa kuwezesha fedha, elimu, lakini pia na kuweza kuwapa mitaji ambayo ni mitaji inaenda kuinua biashara zao. Wafuate Instagram page yao kama CRDB Bank Foundation kama ni kijana ama mwanamke, ili uweze kupata elimu ya fedha, na wale role model wote wa biashara wanapatikana pale kwenye akaunti ya CRDB Bank Foundation. Leo nimetia timu kwenye duka la binti mmoja ambaye yeye tangu kipindi hicho alikuwa anapenda masuala ya fashion. Kuna tofauti gani kati ya fashion, style na modeling? Leo utajua mengi, na niko na Irada Style. Rafiki yangu muda mrefu. Long time. Mambo vipi? Safi. Irada Style. Irada ni jina liloko kwenye kitambulisho ama ni jina ambalo limekuwa formulated? Ni jina ambalo limepewa na wazazi wangu, liko kwenye passport na vyeti vyote vya serikali na vyeti binafsi. Okay. Kilichoongezeka ni style. Yeah. Nataka tusiende mbali. Kuna tofauti gani kati ya stylist, model na mtu wa fashion? Stylist anaweza kuwa professional, yani amesomea. Unaweza kuwa stylist na usiwe mtu wa fashion? No. Stylist kwa sababu style ni mitindo kwa Kiswahili. Okay. Na fashion umeniuliza model. Yes. Model ni mvaaji wa mitindo. Anaonesha lile vazi. Alafu kuna fashionista. Fashionista ni mtu anayependa fashion. Ndio fashionista. Anayependa fashion, anaonesha fashion, anaishi fashion. The fashionista. Wewe ulisomea mambo ama? Mimi it was more of a passion. Kwa sababu napenda fashion, napenda style, napenda mitindo. Wewe umesomea nini? Mimi nimesomea undergraduate, nimesoma mass communication. Nika specialize kwenye PR. But nina ujuzi na uelewa kwenye mambo ya journalism, mambo ya video and production, mambo ya photography. Yes, hiyo ni undergraduate. Postgraduate nimefanya international relations, management in international relations. So ni mwana diplomasia na ni mwana mawasiliano mzuri sana. Hiyo ni profession yangu. Imekuaje ukaacha kuiapply hiyo zaidi watu wanakuona kwenye style? Well, kwenye style niliingia baada ya kutoka kwenye ulimwengu wa kiofisi, as in corporate world, ambako nilikuwa nafanyia kile ambacho nilikuwa nimesomea kwenye upande wa communications. Sasa hapo kwenye mambo ya mawasiliano. Alafu kwenye mambo ya international relations, unajua mwana diplomasia, mimi naiishi diplomasia. Yani to me hivi vitu vyote vimekuwa combined together, na it's more of a lifestyle, ni mtindo wangu wa maisha. So huwa hauanzi hapo kaishia hapa. I never switch it off. Na in between unampata mwana mawasiliano, mwana diplomasia na mwana fashion. Together ndio huyo ni Irada. Na utaiona hii ina reflect kwenye kazi zangu. Nikisimama kwenye ulimwengu wa communication sasa, let's say nikiwa nafanya speech ama naenda kufanya appearance sehemu, naenda kufanya presentation sehemu, kuzungumzia mada tofauti tofauti, nikiongea unaweza kusema
Okay, nilikuwa sijui kama dada anajua kuongea hivi, like kwenye upangiliaji wa maneno, punchlines unazosema, how to captivate the audience, yani namna ya kuishikilia wale ile hadhira na kwa terminology namna ya kuishikilia hadhira yako unayoongea nayo. I'm very good at that. Na utaiona nikiwa nihusika. Ndio nazi apply hapo. So huwezi kumtofautisha. Na utaniuliza kwaje hujafanya hiki, sasa nimekujibu kwamba ninafanya, but you'll never know kwamba hapa ndio ninapofanya, because to me it's a lifestyle. Haianzia asubuhi kaisha jioni. I don't clock out. Wametajwa Azam Media kwenye safari yako. Natamani kupata experience ya Azam Media. Nini ulijifunza na ulilast kwa muda gani, and why pengine uliondoka? Azam Media ni eneo langu la kazi la kwanza kulifanyia nikipractice communication, PR, videography, production kwa ujumla. Kwa sababu ni kampuni kubwa sana ya media hapa Tanzania, Eastern Central Africa pia. Sure. Na nilifanya nao kazi takriban miaka 5. Lakini nilifikia point ambayo nilihitaji uwepo wangu kwenye Irada Style zaidi kuliko uwepo wangu katika Azam TV. Okay, kwa ndoto yako ya Irada ilianza wakati uko Azam? Ilikuwa inanihitaji zaidi. By then niko Azam. Na nikawa ninaipunja, yani hakuna sehemu ambayo nilikuwa ninaipa 100%. Kwenye Irada sitoi 100%, kwenye Azam Media sitoi 100%. So ilibidi nichague kwenda kufanyia kazi Azam. Ulichosomea ama ukiapply ulichosomea kwenye Irada Style. Thank you. So nikaondoka na ujuzi wa Azam, sababu nilikuwa kwenye kitengo cha mawasiliano na tulikuwa ni wale wachache ambao tulianzaga miongoni mwa walioanzaga na kampuni. So nilikuwa najua mwanzo wa kitu una ugumu kiasi gani. Na nilikuwa najua huko ninakoenda itanichukua walau miaka mingapi hata kusikia brand yangu ikizungumziwa. So niliondoka na mengi mazuri sana kutoka Azam, kwenye upande wa sales, kwenye upande wa kumarket, kwenye upande wa branding, kwenye upande wa promotion. Kwa kule nilikuwa niko kwenye kitengo cha communication, lakini nilikuwa inaingia kwenye nilikuwa ni mmoja kati ya staff ambao ninaingia kwenye kila department. Kwa sababu niko kwenye mawasiliano. So I was like a buffer zone kati ya institution na kati ya media na audience. So I was the one responsible kuambia watu wanataka nini. Na pia kuambia audience tunapeleka ujumbe gani kama kampuni kwa audience wetu. Umeelewa? So I was kind of like a bridge naingia kila sehemu. So hiyo nilikuwa naenda kuapply diplomasia pale. Namna unavyozungumza na audience bila wao kujua kwamba wanaongea na Irada. Ulivyoingia kwenye fashion ulichoose mavazi ya star. Na nikipiga mahesabu kwa kipindi ambacho umeamua kufanya hiyo mavazi ya star, ni ngumu kwa kijana kuchuzi huko, kwa sababu soko kubwa pengine lilikuwa ni la vijana, youth wanavaa tofauti na unachokiuza. Inspiration ilitoka wapi na ugumu gani ulikutana nao wakati mwingine? Nilikuwa ni soko ambalo either halijaguswa kwa ukubwa ule ama halijaguswa kabisa kwa viwango ambavyo wengi wangetamani kuguswa. Nilikuwa kama muhanga, niko kwenye corporate world, lakini ukitafuta nguo fulani unataka kwenda kufanya presentations, siku hiyo uvaeje, unataka kutoka dinner uvaeje, unakuta mavazi mengi hayakidhi ule muonekano wa kistaarabu ambao mimi nilikuwa nautaka wakati huo. Na nilikuwa niko kwenye mazingira, unajua kipindi hicho unafanya kazi kwenye Baharesa. Baharesa is a family owned business. They are Arabs they have a way ya kuvaa. So na mimi ni Muislamu, lakini licha tu ya Uislamu ni mvaaji wa mavazi ya stara. Na eneo langu la kazi wakati huo lilikuwa linanipa uhuru wa kuvaa mavazi hayo. So nikawa ni muhanga wa kutopata muonekano. Kumbuka nilikuwa nakwambia napenda fashion, napenda style. So unajikuta unaunga sana ili upate ile look ambayo unaitaka. Nikasema what if instead of kununua shati huku, kofia huku, shati huku, koti huku, sijui nini huku, unga ili upate nguo ambayo imekufunika maungo yako vizuri na umepata muonekano mzuri. Kwa nini tu kisije kitu ambacho kiko hivyo completely yani? So and to me it was like kusolve tatizo ambalo lipo katika jamii.
Bado tuko na Irada Style na tunazungumza kuhusiana na masuala yake biashara, lakini nikwambie wewe mfanya biashara ambaye unataka kuagiza bidhaa, unaweza ukawacheki Tila Motors, wako Samora pale Posta, na wao wanaweza kukuagizia magari aina yote, na kama unataka kuagiza magari pia nchi yoyote ile, wacheki Tila Motors, wako Samora Posta, lakini pia namba zao za simu ziko hapo, unaweza ukazitazama lakini ukawasiliana nao. Na zaidi ya Tila Motors pia nikukumbushe, kama ni kijana ni mwanamke, endelea kuwatafuta CRDB Foundation ambao wao wanaendelea kufanya kazi ya kuwashika mkono wanawake na vijana kwa huduma za kuweza kupata vifaa vya simu, mic, vifaa vya production. Wacheki Sokonoga. Irada, nataka kujua wakati unatoka, umeshafanya maamuzi sasa kwamba natakiwa nitoke Azam niende uraiani kwa ajili ya kupambania ndoto yangu, vitu viwili: familia ili accept kwamba unaenda kuanza maisha mapya wakati wewe ushajua kabisa kwamba hii ni bungi naenda kuianza, na umesema ulikuwa unaingia kwenye soko gumu. Na cha pili, kuna wakati uliwahi kujuta kwamba pengine nimefanya wrong decision? Mwanzo ni kweli familia haikunielewa, to be honest. Haikunielewa, but eventually hawakuwa na namna zaidi ya kukubaliana. Kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao huwa ninasimamia ninachokiamini. Mtu yoyote mwenye entrepreneurship mindset, yani huwa kumbe ndio iko hivyo. Baadaye ndo nikaja kugundua. Ushajipata hapo. Nishajipata. Yani kwamba kumbe unapitia pale. Yes. Kwa hiyo ni mentality ya mjasiriamali. Mjasiriamali mmoja kati ya sifa zake kuu ni kujilipua na kujitoa muhanga. Yani sehemu ambayo wewe unaona yani haiwezekani, yeye akipiga sababu zake pale anasema okay, hebu ngoja niingia. Risk taker. Yes. Kwa hiyo yani I took a risk na naweza kusema it paid off. Yeah. Ulianzaje? Mtaji? By then nilizindua Irada Style kwenye jukwaa la Stara. By then kulikuwa kuna jukwaa la Stara ambalo limeibua wajasiriamali wengi sana kwenye tasnia ya fashion na kwenye mambo mengine. Mimi nilitumia hiyo platform kuzindua Irada Style, na ilinisaidia kwa sababu nilipata kama kitonga, kwa sababu wale wako in charge na kutengeneza jukwaa, kutafuta models, wewe una contribute kiasi cha pesa, which it was kama peanut, ilikuwa 200,000. Ila kuna siku baada ya hayo yote yakakaa, nikaanza kupiga hesabu, nikajikuta nimefika kama 7,000,000, lakini hazikutoka yote kwa pamoja. Kwenye account ulikuwa umebakiza shilingi ngapi? By then nilikuwa sina kitu, ndugu yangu. Kulikuwa empty. Na hichi ni kitu ambacho nitaweza kuambia wale wote ambao wanataka kuacha kazi, kuanzisha kitu chao kingine, ama kama wana side gig pembeni na wana kazi ya kuajiriwa, ili kuipa side gig yao 100% ya wao wenyewe, wa make sure kwamba wana financial backup ya kama miezi 6, at least miezi 6. Kama unaweza kuwekeza zaidi hapo sawa. Ni wachache sana ambao wana practice hicho kitu, especially kama huna muhimili mwingine wowote wa kukusupport. To me it was easy kwa sababu nilikuwa nina muhimili mwingine unanisupport, which was my husband. Alisimama, anasimama na kila siku anasimama kama mwanaume kwenye familia. So kama wewe ndio mama, wewe ndio baba, au wewe financially kuna watu wanakutegemea. Unajua familia zetu, extended family nini, yani kwamba unategemewa. Usije ukasema ninaacha hii kazi naenda kufanya kitu changu kama hauna financial backup ya kukubackup ndani ile miezi 6 mpaka mwaka wa kile kipindi cha transition. Kwa sababu pale ndio huwa panakuwa pagumu. Mwisho wa siku ukiwa na ajira, vyovyote itakavyokuwa, kampuni inapata faida, haijapata faida, wewe mshahara wako uko pale pale. Ukiingia kwenye ujasiriamali, kuuza kwako, kufanikiwa kwako kunatokana na wewe na jitihada zako mwenyewe. Na by then huwa tunaanzisha tuko wenyewe. Baadaye ndo unaungana na huyu, inakuwa timu ya watu 2, 3, 4 mpaka kampuni au whatever. Lakini kwa muda ule ukilala na biashara yako imelala, ukiamka na biashara yako imeamka. Kama una push content basi una push content. Kwa hiyo kinachoingia na kinachopatikana ni kutokana na jitihada zako mwenyewe. At the end of the month kuna gharama inabidi uinkaa za usafiri, za kula. Zile gharama zote zilikuwa unainkaa kipindi uko na ajira, zinaendelea kubaki pale pale. So kama huproduce kitu cha kutosha cha kucover hizi gharama, utaanza kuona maisha ni magumu. Nimeangalia one of TBT zako post kiwa na mmeo, sijui ni chuo,
selection? Sisi ni high school sweethearts. Yani tumekutana chuo. By then tulikuwa watoto wadogo sana. Na tukaoana kipindi tunasoma chuo cha diplomasia. Ndio tukaoana hapo. Na we've been together ever since. Sasa tunaenda miaka 14 kwenye ndoa. Yes. Miaka 14 kwenye ndoa, and ile miaka ya chuo ile utaada mwenye hapo kama 3 ile sio ngapi? 17. Yes. Mtoto kwa watoto 2000 yani wamezaliwa wakuta kwenye game. Yes. So ndoto zake mimi nazijua tokea day one. Ndoto zangu mimi sidhani kama zilikuwa ziko nadhani ndo zilikuwa ziko za professional zaidi. Zinabadilika. Sio ndoto zako wewe zina change. Ndoto zake mimi nazijua tokea mwanzo. He was a very good lobbyist. Cause we've been yani tuko step by step. Wewe unashona za kike na za kiume, si ndio? Anavaga nguo zako? Yeah. Alikuwa ni mmoja kati ya watu walikuwa wanavaa nguo zangu nilivyoanza kufanya nguo za kiume. Nilikuwa natamani kujua makubaliano. Analipa kama wateja wengine ama ndio hivyo tena anakuambia ile analipa na keep change kama zote. Okay, kwa hiyo unamlalia. No. Content creator kibao ambao bado anaendelea kutaka kuendelea kufanya maudhui, wana nafasi ya kuweza kumtafuta Soko Noga. Ukiingia Instagram andika Soko Noga hivi ninavyosema. Yeye anauza vifaa vyote vya production, mambo ya podcast, ma content creator, umenielewa, siku hizi kila kitu kimerahisishwa. Kwa hivyo fanya hivyo, lakini pia pita kule Instagram page ya CRDB Bank Foundation, wanasaidia vijana pamoja na wanawake. Ni muhimu sana. Tuko na irada na bado maswali ni mengi sana kuhusiana na chaguo lake. Unajua sio rahisi kwa kijana kuopt kufanya biashara ya fashion, lakini fashion za staha. Namba 1, Mheshimiwa Rais kwanza amekuwa ni mtu ambaye anavaa Madam President. Yes, anavaa star na sio kuvaa kwa maana anavalishwa tu, ana point mpaka unasema kama kuna fashionista huyu ananyuka. Kuna fashion gani ambayo unahisi inamsuit zaidi Mheshimiwa Rais ambayo bado watu hawajaona? Ambayo unahisi kama ukipata opportunity pengine kutoka Irada Style unaweza kumvalisha? Okay, kwanza kabisa Madam President, watu wa mjini nasema na baruza. Mama sije kakualika eti kaenda ovyo ovyo. Ana baruza. Kuanzia maabaya, yani makaftani, maabaya, suti zake akiwa kwenye casual. I say kuna this picture ilikuwa ya kapiga picha kwenye uwanja wa mpira. Kulikuwa kuna timu kapiga nayo, lazima Simba na Yanga or something. Alivaa pastel colors. Kuna alivaa top ya green, akavaa na palazzo fulani hivi kama beige hivi, na mtandio sijui wa cream ule. Yaani kuna mtu akaniambiaje, "Simba kama mikato yako Irada." Nikamwambia no comment. Yaani mama anakomesha. Yaani mama ni trendsetter. Nikimaanisha trendsetter, sisi huku tuna ma influencers na nini, lakini to be honest, fashion influencer wa kwanza nchini hapa ni Madam President, haswa kwa nguo za star. Kwa nguo za star. Wakati anavaa lile vazi lake la suti yake ndefu na mtandio na suruali au na sketi, hapo akafanya ule mtazamo ukaonekana kwamba ni suti ya Mama Samia. Ikaongezeka thamani. Na alafu kitendo cha yeye kuvaa mavazi ya stara ikawafanya wasichana, mabinti, wafanyakazi wa maofisini, kwa sababu maofisini kuna dress code. Maofisi mengi yana dress code. Ndio. Ikawa sasa, yaani utatuambia nini? Ikavandisha hadi bei. Sijui unanielewa. Wewe utatuambia nini? Kama rais wa nchi mwenyewe anavaa kitu kama hiki. Msichana kapa ushungi wake, kavaa nguo ya mjistiri vizuri. Kama mwanzo alikuwa anapata changamoto, kwa sababu sometimes moja kati ya changamoto ambazo tulikuwa tunakutana nazo wakati niko kwenye ulimwengu wa corporate ni kwamba mtu anaanza kukujudge kwa muonekano wako just kwa sababu tumevaa stara. Unaingia kwenye presentation, unaingia kwenye mikutano, and then the moment you walk in, yani people starting to tune out. Watu wa kodi tunaita suni yao. Yani suni yao. You know, just because umevaa hivyo. But the moment ukianza you be like, unaanza kupay attention. Kumbe aliyomo yamo. So mtu anakujudge hijabu yako kabla ya kichwa chako.
Anaanza kuona kwanza hijabu yako ama stara yako kabla ya kukuona wewe. Usinidharau mimi kwa sababu nimevaa mavazi haya. Huo ndio ujumbe ambao watu wa corporate walikuwa wanatambaa nao. Sasa tukija kwa yeye kama she's a fashion icon. Yes, she's a fashion icon kwa sababu zinamkaa, tunaita henga. Nguo akivaa baada ya muda huku mtaani watu wakaanza kuvaa nguo za aina hiyo. Lakini watu walikuwa nasema mlikuwa mnadabua tu na nachanganya rangi. Ndio hicho nachokuja. Ndio maana nikakwambia mwanzo tulikuwa tunaongelea kuhusu stylist. Stylist, uliniuliza stylist ni nani? Katika fashion design, kwa sababu mimi pia ni mbunifu wa mavazi. Like ninabuni. Sasa hivi nafanya ready to wear, ninaendelea kubuni na ninauza pia ready made. Lakini kwenye ubunifu wa mavazi pale, ukishabuni nguo, ukimpa mtu kavaa, ile nguo yule mtu kavaa tu, alafu nakuja sasa mimi nakwambia nguo, beba pochi hii, vaa kiatu hiki, hereni vaa hizi, afu vaa miwani, au hii miwani usivae iweke hapa. Pale na kustyle kwamba ninazidi kuipa thamani ule muonekano, ama na kuonesha kwamba nguo hii usiishie tu kununua, siishi kukuuzia nguo, naenda extra kukuonesha uistyle vipi, ubebe pochi gani, uvae miwani gani, uvae mtandio gani. Kwa hiyo inawezekana mwanzo hakukuwa na ile mwamko wa watu kuonesha kwamba ile vazi unaweza ukalidabua vipi, ukalizimua vipi livutie. Mavazi ya kistaarabu hayana dini wala kabila, wala hayana gender, hayana jinsia. Kama hapo umevaa kistaarabu, angekuja mtu katuvalia kipenzi cha umu na t-shirt, tungesema akavaa kihuni. Kwa hiyo stara ni ule ustaarabu wa mavazi. Umeshiriki mara kibao kwenye majukwaa ya yes. Natamani kufahamu, mbali na ile wakati umeanza, yamechangia nini kwenye Irada Style? Majukwaa ya fashion yamechangia asilimia kubwa sana kuifanya brand ijulikane. Tulikuwa tunafanya brand affiliation, tunachukua Irada Style, tunampachika pale na Baghdadi. Baghdadi by then yuko Times FM. Akitutaja pale Times washatusikia kama wote. So Irada kapanda kwenye jukwaa la Jama Festival. Nimevalishwa sana na Irada Style. Irada kapanda kwenye jukwaa la Jama Festival. Jama Festival inabeba wabunifu wakongwe, mashuhuri, wenye sifa. So ukikaa karibu na Waridi na wewe unanukia. So it was a very strategic movement kwenye upande wa promotion, kwenye upande wa brand placement, kwa sisi kujiaffiliate na brand nyingine ambazo zinafahamika. Imekufanya utamani kufungua jukwaa lako, na pengine likija inaweza ikawa na kitu gani ambacho wenzako hawafahamu? Nilishawahi kufanya jukwaa langu. Lilikuwa linafahamika kama Fashion in Modesty. Unakumbuka? Ilikuwa mwaka juzi. Yes, mwaka juzi tulifanya pale Hayati. Ilikuwa pia ni moja kati ya kumbukizi za kufikisha miaka 5 ya Irada Style. Tukafanya jukwaa. By then nikasema miaka 5 ni miaka, it's a milestone. Sikutaka kwenda kushiriki kwenye majukwaa mengine kama nilikuwa nafanya mwanzo. Sasa hapa nilikuwa nataka kuonesha maendeleo ya brand. Tumefika wapi ndani ya miaka 5, tumeachieve nini. So niona it's about time Irada Style hii na jukwaa lake lenyewe na ionyeshe nguo zake zenyewe bila kutumia brands nyingine wala kualika other designers. Lakini pia katika mapungufu ya kwamba kama kuna vitu vyote ninataka kuboresha labda kwenye haya majukwaa baada ya kushiriki majukwaa mengine na lile la kwako na lile la kwangu pia, kitu kikubwa ambacho naweza nikasema ambacho hapa Tanzania akipo sana. Inawezekana bado tujafika pale, lakini tungependa, sasa hapa naongea sasa kama fashion designer, kwamba tungependa na sisi siku moja tufike huko. Ni namna ambavyo wateja, wadau wa fashion wanavyoweza kuyatumia majukwaa ya fashion kibiashara. So kwanza kabisa wale watu tunaowaalika kuhudhuria haya majukwaa wanatakiwa wawe ni, ulikuwa unaniuliza fashionista, mwanzo nilianza kwa fashionista, ukaniuliza stylist, na ukaniuliza models, na fashion stakeholders. Fashion stakeholders wanaweza kawa ni editors ama wahariri wa majukwaa ya fashion, majarida ya fashion, vipindi vya fashion. Unaelewa? Hapo unazungumzia hapo, yani kuwa na kina Martin Kadinda kwenye that shows, yes.
kina Sanali, kina Annie Independent, watu ambao wanajihusisha na masuala ya fashion, lakini nyuma yao wana hadhira ambayo wanaweza wakatoka pale wakaenda kuipelekea, kwa sababu vitu vinavyopanda kwenye fashions wenzetu. Let's say unaona Vogue, gazeti la Vogue, fashion magazine kubwa sana, liko kwenye nchi tofauti. Wale fashion editors wanaohudhuria haya majukwaa ya fashion, na kikaa pale kuna looks wanazipoint kwamba look ile wataenda kuzifanyia photoshoots, watamtumia brand ambassador gani ataonekana kavaa hiyo nguo, ma celebrities watavalishwa hizo nguo, kwa sababu ma stylist wamealikwa kwenye hayo majukwaa. Wanatakiwa waalikwe wale wauza fabrics, waalikwe watu wa maduka, umeelewa? Yani kwamba anatakiwa akitoka pale seme designer fulani nguo namba fulani inahitaji copy 100. Ukisema waalikwe, na maana kwenye hizi shughuli ambazo umeziona experience pengine hawakualikwa ipasavyo. Yes, tunaalikana kwa sababu ya majina tu, tunaangaliana, yani unanielewa, sijui ataalikwa sponsors na watu wake, atakuja pale na familia yake. Anakuja pale kuweka mtu wa kilimo. Huyu anauza perfume. Sio, unanielewa? Huyu anauza perfume. Mwana mfugaji. Anakuja sasa, tuna kadi zako 10, utakuja na watu wako basi. Utampigia mdogo wako, una nafasi siku fulani? Twende, kuna sehemu nimealikwa. Yule anayekuja pale hana impact yoyote na kile kinachotendeka pale. Shughuli ya fashion mwenyewe hajawahi, hajui, hana wateja nyuma yake ambao anasema hii mteja wangu fulani hata kivai atapendeza. Sio, unanielewa? Hii yule diplomatic spouse, yule mama balozi fulani akivai nguo hii ndio yenyewe. Sio, unanielewa? Mtu ana maduka yake ya nguo. High reflect. So haya majukwaa ndio tunatakiwa tutangaze kazi zetu za fashion, but after there, baada ya runways, hakuna mkakati wa kibiashara wa kunufaisha kile kinachoonekana pale huku. So inaanzia hata kwenye mwaliko na attendance, yale watu wanaohudhuria pale. Irada ana shona ama hizi ndio. Ama hii bidhaa zako pia unachukua nje. Ndio. Unachukua nje. Unachanganya. Na mimi majibu sahihi. Okay. Na ilikuja vipi? Moja kati changamoto ya kwenye hii industry yetu ama hii tasnia yetu ni upatikanaji wa material ambao yako tofauti na ubora na mafundi. Umesema mafundi kuna mwana jamaa fulani hivi nimekumbuka. Fundi anaweza kukutolea kitu, okay, mkakaa mkajadili, and then akafika pale kwenye ile mashine akaamua kujibunia tu kitu chake mwenyewe. Mimi namwambia fundi, wewe fundi unashona nguo, mimi nakulipa wewe, unishonee bure. Ninakulipa wewe hela ya kushona nguo. Mimi ile nguo naenda naiuza. Sawa? Wewe inakuwaje kila siku maisha yako yako hivi? Kwa nini? Kwa nini wewe hauendelei? Na hii hali tunakubaliana kiwango cha kukulipa ambacho wewe umeridhika nacho na mimi nimeridhika nacho. Lakini kwa nini kila siku wewe maisha yako yako hivi? Kwa nini wewe fundi? No. Na wapunja watu. People say that. No. Kama fundi unapunjwa, you have a power to say kwamba napunjwa nahitaji kiasi hiki. Mathala ni nguo moja unauza zaidi ya 300,000. Si ndio? Unamlipa fundi shilingi ngapi? Okay. Tuanze kwenye mchanganuo sasa. Let's say tunasema tunaweka viwango vya kufikirika. Material, kwa sababu moja ya kitu ambacho kinatugharimu sisi. Na hii tunasikia wanasema itaenda bwana nguo zako nzuri, lakini ngoja nikipata hela. Nikipata hela nakuja kununua nguo kutoka kwako. So anakubali kwamba vitu vyako ni vyao kiwango chenye ubora sana. Hilo anakubali. Na anakubali kwamba kitu chako kiko tofauti na vitu vingine. Hilo anakubali. Ila kinachomkwamisha ni kwamba mfuko wake na bajeti yake haijafikia hiyo ya kwako kwa sasa hivi. Numbers. Twende kwenye 300,000. Sawa. Nguo ya 300,000. Nitakutolea mfano nguo ya linen. Okay, no. Here. Sawa. Hili ni bubu. Ili bubu sisi tunaliuza $185,000.
Hii ni kutoka hapa imeshonwa hapa. Tulia. 185,000. This is custom made. Nikisema custom made ni kwamba tumeishona wenyewe, tumeibuni wenyewe. Bubu. Yes, 185,000. Ndio. Hii material hapa Bongo haipo. Tunaanzia hapo. Hii sio dera. Hatujafika huko. Wengi mentality yao inaanzia hapo. Dera baya. Hii si dera, hili ananiuzia 185,000. Naomba uguse hiyo material, hilo dera. Hii ni linen. This is linen. Na duniani kote tunajua linen ni moja kati ya fabrics expensive. Hapa hii fabric Tanzania hii haipo. Mimi hii fabric ninaiagiza maalum kwa ajili ya kushona. Kwa ajili ya kushona. Sasa tunamlinda fundi hapa. Tunakuja. 185,000. Hapa mimi nakupa majibu mawili kwa wakati mmoja. Nakupa jibu la fundi na nakupa na jibu la mlaji. Yes. Hii material kuitoa huko ninakoitoa Europe mpaka nafika hapa itanigharimu usafiri ambao mimi nalipia kwa kilo. Hii nguo moja hii ukishika ni sawa na kilo moja. Ndo yani ndo standard ya kuanzia huko, wanachaji kwa kilo. Hii kilo haiongezwi na hii hapa na. Yani hii nguo hii kwa standard za kilo kwa wasafirisha mizigo hii ni sawa na kilo moja. Yani hawakuchaji nusu kilo. Ndio. Watakuchaji kilo moja kwenda juu. Yes. So kilo moja ni $12 material. Yes. Ni $12. 30 fulani. Sasa hapa tushalipia kilo zetu. Imefika hapa. Wakati ni uzi tu unafanya shwa. Hiyo uzi unafanya shwa. Hamna cha kubuni hapa. Utofauti utakao upata wewe, yule atakayevaa dira la Kariakoo na wewe utakayevaa ili dira la Irada Style, kutokuwa na wakufanana naye. Haulipii uzi. Okay. Haulipii hii dira tu limetobolewa. Unalipia ule utofauti unaokutofautisha wewe na mtu mwingine. Ndio feeling ya wewe kuvaa Irada Style, kwa sababu tayari it's a well known successful modesty brand in Tanzania. Utapita Mkwajuni pale mtu ajichanganye afungue kioo ahisi kwamba yule sio la mimi mama. Nimekutolea tu mfano wa hii nguo. Sasa naenda kwa fundi. Ambapo hapo kilo moja ishaachwa 30,000. Ishaachwa 30,000. Na mlinda fundi mimi bado. Hii kilo moja ni 30. Ndio. 185 hii nguo inauzwa. Ndio. Una 30 umeitoa. Umebaki na 1,500,000. Hapo umenunua bado hujasafirisha. Hapo nimekupa gharama usafiri. Ni usafiri. Yes. Sijakuja sasa hii material mita moja ni bei gani? Na ili kushona hiyo mita ngapi? Hii ni mita 3. Mita moja shilingi ngapi? Dana, naomba huo mfuko wa Irada Style mweupe. Nimeatingana jamani. Tulia, yani mimi watu kama nyinyi ndo nawataka. Sababu mtandio tu kwenu hapa. Njoo. Yes. Mmefika huku na nini? Umenunua Irada Style. Nguo yako hii tumekuwekea. Lebo yako, yes. Dada yuko vizuri. Irada ukijipata bwana. Maana mimi sipendi watu waongee vitu wasivyojua. Kwa hiyo ni sawa sana mtu amenunua kitu kwenye brand, let's say Gucci ama wapi. Thank you. Nimekwambia we are one of the most successful modesty brand in Tanzania. You see this label? Kwa kuigusa, kwa muonekano. Naomba nguo ya Lacoste. Kilichomponza kuku kwa mganga ni rangi yake bwana. Nimeatinganya leo. Naomba hiyo nguo ya Lacoste. Lacoste. This is the original Lacoste sweatpants. Yani hadi Lacoste tumewashinda quality.
lakini tunaendana na viwango vya kimataifa. Mwanzo nilikuambia sisi hapa tuna nguo. Wauza nguo ni wako wengi sana. You see this label? Ionyesha hapa, hii ni 3XL. Hii nguo hiyo ni 3XL kweli. Hii ni pesa, very good. Hii ni pesa, hii ni pesa. Hii ni pesa. Hii ni pesa. So unapolipia 185, unalipia experience ya the whole package. Na hii ndio inayotofautisha kati ya Irada Style na brand nyingine. Na ndio maana atakayevaa hii unaita tu hii si dira. Feeling atakayoivaa akiwa kuna hili dira la Irada Style ni tofauti na dira na feeling atakayopata mtu anunua dira. Asemi dira, anasema kijora. No, sasa sisi hatuna madira, sisi tuna mabubu. Okay, bubu. Kwanza hongera. Na umenijibu vyema kuhusiana na mpaka fundi kwa nini anapata anachopata. Nagawana naye kidogo, lakini pia umenifafanulia kwa nini mtandio hapa unakuwa gharama hiyo. Ni sawa sawa tukilichukua duka la Gucci ya Tanzania. Unaelewa? Tuende kwenye pesa yako. Pesa. Unahifadhi wapi? Pesa binafsi ama Irada Style? Hapo unamuuliza Irada au Irada Style? Uzuri wewe kama Millard. Kwa hiyo there is a very thin line kati ya Irada na Irada Style. Okay, kwenye biashara inazunguka tu. Acha kwenye biashara, maisha binafsi. You're looking at it. Mavazi bobu. Mitupio. Irada hapana. Tumalize. No, mimi napenda kuvaa. Napenda fashion, napenda style. Ni kazi gani au shughuli gani wewe upendi kuifanya? Kuosha vyombo. Sipendi kuosha vyombo. Sipendi kufagia ua. Katika simu yako unahisi nani ukimpigia simu sasa hivi hapa? Yaani haitaita mpaka ikate, lazima apokee. Ukitoa mtu wa familia. My best friend. Nani? Farida. Simu ikiita hapa lazima atapokea. Na nani ukimpigia katika maswaiba wako lazima umwala ati kwamba uko loud speaker hapa? Huyo. Sawa, mwanzo tulizungumzia kuhusiana na mambo ya fashion. Nataka uniambie watu wako 5 ambao ni game changer kwenye mambo ya fashion. Whoever ni msanii ambao pengine wanakufanya utamani kuwa unawaangalia na wanakufundisha kitu haswa kwenye tasnia. Kwa kipindi hiki hapa game changer ni namba 1. Hiyo inajulikana. Yes, Samia. Kwenye upande wa binafsi sasa, watu ambao nina aspire nikiwatazama, kuna hawa wanaitwa mahijabista. Fashionistas, alafu ikaja hijabistas. Hijabistas ni wale sasa wanaovaa stara. Yeah. Kwa Bongo hamna anayekuvutia hata binti yoyote. Kuna ma fashion designers. Kuna upande wa mavazi. Yeah. Hapa Bongo. Kwa kweli tu hata usitaja. Yeah. Shida. Yaani wewe unasema tu sioni. Watu wanajua kuvaa Bongo. Wa Bongo wanajua kuvaa. Star. Nazungumzia kwenye star. Hapo kwenye staha. Unajua kikutwa motoni kwa dhambi ya uongo ni kitu kibaya. Ndio najaribu kuachuja kwenye kichwa changu kwamba yani akisimamishwa yeye na nikisimamishwa mimi, yani inspiration zitakuwa zote mbili ama inspiration itakuwa tu moja. Yani ndio niko nachuja. Ukisikia fundi anatafuta fundi wake ili aende kwa fundi wao. No, kwenye upande wa modesty naweza nikasema Irada Style na Irada mwenyewe. Toa Irada. Okay. Kwenye upande wa modesty ama style na fashion, I don't think kuna mtu ama brand ambayo inaizidi Irada Style kwa Tanzania. Na pengine ambaye unaona labda huyo akipikwa na Irada akivalishwa hivi anaweza kidogo anamuonekano huo Well, kuna these fashionistas ambao they're not
modernistas, yani they're not hijabistas, ambao ningetamani ni wa style kwenye upande wa stara, alafu waone yani ile audience yao kama maalum ile audience yao ione pia kwamba modesty is also very fashionable. Watano hapo mimi nakupa kabisa chance, wakati tunafunga kabisa tuwe makini hapo, unachukua kalamu na karatasi, tunataka tuende kwenye list. Niwashukuru sana CRDB Bank Foundation, niwashukuru sana Soko Noga, niwashukuru sana Tila Motors, wao wanaagiza magari aina yote, lakini pia niwashukuru sana Vodacom na upande wa Vibe. Sasa tunaenda kipengele muhimu sana. Tunasikia watu watano kutoka kwa Irada ambao yeye anaamini wakipelekwa kwenye Modest. Watano wewe, mbona mimi watano? Watano. Kwa hiyo tuwe makini, anawataja ambao unaona wakivalishwa Modest, wakidesigniwa huko, wanaweza wakawa yani wakaleta impact pia kubwa kwenye jamii. Tukaonyesha watu kwamba kumbe huyu anaweza kuwa hivi. Ngoja kunigombanisha na watu. Mimi jamani, mambo ya star haya. Kugombanishaje? Kuna huyu dada anaitwa Mina Ali. Mtangazaji wa Clouds FM. Yes. Style yake akitupia, yani she just to add that stara. Lakini mikato ile akipiga pia stara. Kuna mabinti atakuwa anawasiliana nao moja kwa moja afu akajiona kwake. Mina Ali. Zimefika hizo. And hapo kuna radio personalities hapo. Lakini kuna wengine sio kama maarufu, like I know them in person. Kwa hiyo kwenye maarufu na mama nataka kuniambia umekosa. Ndio maana kwa nataka kunigombanisha na watu. Hapana, sasa hata wao tukianza kuambia watafute mtu ambaye anafanya Modest, watakuchoose wewe, kutoa wewe hamna. Huo ni uhalisia. Kwa hiyo na wewe huoni, hiyo ni jibu nyepesi. Sasa tukasema Mina. Mina Ali nimemchagua kwa sababu ya rika lake na audience anayo represent. Ndio. Kwenye upande wa corporate sasa, kuna this lady, very smart woman, anaitwa Tuli Mwamba. Tuli Mwamba. Mkurugenzi wa CRDB Bank Foundation. Yes. Mwanangu Tuli bwana, umetajwa huko kwenye list hapo. She's a very simple, humble woman and very smart, successful philanthropist, nzuri sana. Irada anaongea Kiingereza kile cha Ulaya alafu vijijini, sio Ulaya hapa mjini. Maliza watatu kwa sababu I don't know the rest bana. Anaweza kukuambia yeye anachofikiria. Anauliza Gigi. Gigi. No. Haya, tumalize. Sisi tuna kampeni yetu ya kwenda kuona mabinti, watoto wa kike, tarehe 11 siku ya mama duniani. Tuna focus kwa ajili ya kwenda kusanya nguo, taulo za kike, chochote kile ambacho uko nacho, vyakula, ndio kwenye vituo vya watoto yatima. Tunatamani kusikia neno kutoka kwako, lakini pia huu ni jambo ambalo tunaendelea kukusanya taulo kwa sababu uhitaji kwa mabinti ni taulo 500,000 kwa mwaka. So tumefika Irada Style, so tukasema tuje kabisa na kibao chetu hichi. Taulo ni muhimu kuzilipia, lakini pia kama una nguo uzivai, viatu nini. Tarehe 11 pia kama una nafasi tukazuru, tukaenda wote. Kwa hiyo lolote la kusema. Kampeni kama hii wakati tuko kwenye jukwaa la Stara ilifanyika, na utakuwa surprise sana changamoto wanazokutana nazo mabinti wakifikia katika hichi kipindi cha mwezi. Namna wanavyo struggle kujihifadhi, vifaa wanavyotumia kujihifadhi. Kwa kweli tulikuwa shocked, tukasema kama yani ni kitu ambacho msichana wa mjini anaweza ka take for granted, lakini kuna wasichana wana uhitaji mkubwa sana. So ni kitu ambacho tunafurahi na tunakipokea kwa mikono miwili na tutashiriki ipasavyo.
sema za kweli. Haya, watu wameona duka na wameona vipi, hawajui liko wapi duka mkubwa kama huu. Na pengine Instagram watu wanapataje? Sasa duka liko Morocco Square. Morocco Square ni hili jengo jipya la NHC. Baada ya mataa Morocco mwenda Mikocheni kushoto hapa. Utapanda ndani, utaingia ndani, ni ghorofa ya pili tunapatikana. Kwenye Instagram page yetu ni Irada Style TZ. Tunatupata Instagram, Twitter, Facebook. Na namba zetu za simu ni 0710 87 88 89. Hizo ndio namba zetu. Kuna swali nitamani ulizo na hujauliza? Feedback na PG Kweka.